whatever you are taught here today and tomorrow will be very helpful to get you there, because I'm sure each one of you has a dream. Okay? Please take it seriously, and I know it will not be in vain that you're here today. God bless you so much. Praise God. Hallelujah. Wave your hand like this. Hallelujah. My name is Miriam Mamodongo. I'm saved. I love Jesus. All that you have been told about destiny, for you to reach to your destiny, you have to be obedient. Tell your neighbor to be obedient. Obedient, and to have a listening ear for you to reach to your destiny. Also, my son is here. You can stand and wave the congregation. He's called David. And God bless you so much. We are together. And make sure that you take notes. Praise God. Make sure umeandika kile umefunzwa, ili kama kuna mtoto mwenye hajakuja nawe pia uende umfunze, si ndio? Si tutafanya hivyo? God bless you so much. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Mimi naitwa Mary Mohia. Ama mama wa food. Wengi wenu wenye nakuaga hapa wananijua mother wa food. Nimeokoka siku ya leo, nashukuru Mungu. Mimi ile kitu naweza kuwahimiza ni mtii wazazi. Mtii wazazi na walimu na your elders, wale ambaye ni wakubwa kuliko. Mimi sina mtoto hapa sababu mtoto wangu ni mkubwa. Na kuna kitu kingine naweza kutaka kuongezea, ya kwamba nyinyi mna bahati sana. At least nyinyi mnafunzwa. Sisi hatukuwa na hii chance yenye mko nayo. At least call yourselves lucky that mnaitwa na bishop anatengeneza sikia yanyu, mkuje musome, mfunzwe, na mkienda nyumbani hamtakuwa venye mlitoka nyumbani. Mtarudi na kitu kingine ambaye maarifa ingine ambaye hamkuwa nayo, si ndio? So tutii na tupendane, si ndio? Na Mungu abariki. Thank you so much, our mothers. Tunawapenda sana, and God bless you. And thank you for coming. Hello. Mimi nataka tuongelesheane. Hello. Hello. Ni wangapi tunajuana? Muache kuniangalia nikisema hello unarudisha, kwa sababu mkiniangalia tu nikiongea peke yangu nitakuwa najiongelesha. Kwa hivyo tunaongelesheana, si ndio? Ni wangapi tunajuana? Wangapi wananijua? Wangapi wananijua? Ni wangapi wageni siku ya leo? Hatujaionana, hawajainiona mahali. Hamujainiona mahali? Sawa, karibuni. Huku ni JCM na kwa majina yangu naitwa Reverend Joy Benson na hudumu hapa. Mimi ni the wife to Bishop Ben. So feel at home. Sasa nataka tuongelesheane. My topic leo, it's about hygiene and the power of growth. Wale ambao wanaandika, kama uko na kitabu Hygiene and the Power of Growth. And with that, nataka tukue honest. So tuko hapa kuongelesheana na kuongelesha. Na tumesema tunaongelesheana. I want us to be honest. Ni wangapi walioga leo? Kama huko usiinue mkono. Ni wangapi walioga? Na kuoga vizuri, si kale ka dry cleaner kale. Kuoga vizuri. Aya, ikeni mkono chini. Ni wangapi hawakuoga? Usidanganyane. Unajua tuko kanisa? Ni wangapi hawakuoga? Hakuna mtu hakuoga? Hakuna, si ndio? Ama unasikia aibu? Unajua nilikuwa nataka kujua reason mbona hukuoga, labda ni maji hukuwa naweza saidika. Kwa hivyo usisikie shy. Kuna mtu hakuoga leo?
Hakuna. That's a good start. Sasa the first point I want to talk about is about growth. And I want to tell you this. Na please, nikisema point unaandika kwa sababu sitarudi hapo tena, and I only have 30 minutes za kuongea. Do not allow yourself to be the same as yesterday. Do not let last year, the way you are last year, that you still are this year. Vile ambavyo ulikuwa last year, if it is the same, you know, where you are in this year, then uko na kashida. Hata kama vile ulikuwa jana, hivyo ndo uko leo. Na ndio maana nimeuliza mambo ya kuoga pia. Juu kama hivyo ndo ulikuwa umevaa jana na umevaa leo, kuna kashida pia. So ni wangapi, nataka niulize swali. Ni nani anasikia kwa maisha yake hakuna kitu I change? Venye tu ulikuwa jana, juzi, last week, hakuna kitu mpya umelearn. Hakuna kitu umefanya, hakuna change una feel kwa life yako. So hakuna mwenye, everyone is growing. Si ndio? Kila mtu ana grow. Sasa nataka nikuje hapo. Nikikupea mic unaniambia ni nini hiyo unasikia imechange kwako kutoka jana ama last year. Simu mtakata kuinua mkono. Kwa hivyo tusinyamaziane. So mtu aniambie ni nini hiyo unasikia. Maybe ulijua jana, ni kitu umejua leo, uko unajua jana. Ama last year ulikuwa unapitia hii, this year you're not going through this. Tuko pamoja? Haya, tuanzie hapa. Nothing. Umekataa kuinua mkono. So you feel your life is just constant. Hakuna kitu ina change. Our daktari. Nothing. Haya, twende hii side. Nothing. Yaani hakuna kitu, hadi bishop hakuna kitu amewaambia yenye huko unajua. Nini hiyo mpya mtu ameshika leo? Last year, like I was topping like 5, now I'm topping top 3. Wow, so umeimprove academically. Let's clap for her. Mtu akisema kitu positive you clap because wewe ukifikiwa unashai. So mwenye amepata courage kusema kitu tunampigia makofi. Tupige. Asante. Haya, twende hii side. Mwenye amekaa nyuma ya kiti ya askofu. Growing academically. Let's clap for him. Haya, tukuje hapa. Nothing. Haya, amesema nothing. Gaining knowledge. Yeye amesema gaining knowledge. Tumpigie makofi. Na wewe? Nothing. Gaining understanding. Tumpigie makofi pia. Na wewe? I've learned to chase my dreams. To chase my dreams. To chase your dreams. That's good. Hata mtu anaweza sema kwetu last year kuko na stima, this year kuna stima. Si lazima tunaongea, si ndio? Na tukue open. Na tuangalie kile ambacho iko very deep. Nothing. Nothing. Venye ulikuwa last year ndo huko hadi saa hii. Hakuna kitu new umelana hadi shule. Learning new things. Learning new things. Obedience.
being a good listener. Sana nataka ground ikuwe hivyo. Unajua natengenezea Pastor Dan ground asipate watu wamenyamaza hapa. Sasa kuna wengine walikuwa nasema nothing. Na wenye walisema hatujuani, hawajai niona. Si leo umeniona? See, that's a new thing. Let me tell you this. In your life, usiaiacha siku ifike jioni ama kufike usiku kama hujajua kitu mpya. Si lazima ikuwe academically. You see, even in life, unaweza enda mahali upate kitu fani kamefanyika, umejua kitu mpya. Si ndio? That is how you encourage your mind on the ways to grow. Even though unafanya your brain to be active na unataka kujua new thing every single day. So, write down on your notebook. My assignment today is, tukipatana tena the next, team conference. Make sure every single day you have learned something new. Alafu hapo uandike stroke, never allow yourself to remain the same. And how do you improve your development? How do you improve your development? Nimesema it's by learning what? By learning something new? By learning something new every day. That is how you boost your growth and your knowledge. Aya, tuingie stagnation. The reason as to why you are stagnant today, you are not moving, you are not growing. Kwa nini uko the same area? Because number one, maybe you are stuck in the same environment. Yani wewe kazi yako ukiamka, ukiosha tu vyombo, uoshe nyumba, usaidia mamako kufua nguo, unakaa tu chini kwa TV. Kuna ile program ambayo ina learn. After imeisha, unapika lunch, unatoka hapo, unatembea 2-3 unarudi, unaanza kupika supper. Hakuna kitu mpya utalearn. If that is your norm, there is nothing new you learn. How about ukiwa umemaliza kufanya kazi yako, niko sure hakuna mtu nyumbani hakuna Bible, hakuna mtu mwenye kwao hakuna Bible. Just take a Bible. Hata if you want growth, you must practice. The same way Bishop alisema, you practice what you want to become. If it's a doctor, funza watu kuanza kukuita daktari mapema. Naambia I want to be a doctor, mimi ni doctor. Dr. Rose, uko unaniita Dr. Rose. Alafu sana si kusema peke yake. Kwa daktari, it needs a lot of effort. You have to study really hard. Hapa ni venye wiki kitabu kando. You have to be serious with your education. Kwa sababu leo saa hii utasema you want to be a doctor. Alafu ukienda pale shule, you're not listening, you're not paying attention, your grades zinaanguka. Hautakuwa doctor. Hautakuwa doctor. And God forbid, maybe hata kuwa theater technician utapata hadi hiyo grade. So you decide what you want to become. Alafu with that, you do what? You input growth in it. Tuko pamoja? Tumeshika hiyo point. So every single day you look for something new to do. If it's music, unajifunza kuimba zile nyimbo mzuri. Zile juziko. Tumeimbiwa na Miriam, tuko na Minister Jacinta hapa. See, they are good people. So wamefaulu kwa maisha. Na wale watu wengi ambao, let me say at this age, ambao tunasikiza some music, utapata huyo mtu zile wimbo zenye anaimba juu
sio mzuri sana, pia yeye maisha yake haiko sawa. Why? Hapo ndo growth inakuja. Unaangalia whatever kind of music you want to do, at the end of the day, what is it that you are gaining, especially financially. So pia ukichagua career huko, kama ni music, you decide. Unaangalia mtu kama Miriam anaishi maisha mzuri, kwa nini? Anaimbia Yesu. Then you set on that route. Unasema I want to be a musician but a gospel artist. Tuko sawa? Hapo nawasaidia pia kuchagua career wale ambao hawajachagua. So you look of you do what you want to do in your life. Usisikize rafiki yako ati amesema nataka kuwa doctor, then you want to be a doctor and you don't even know anything about a doctor. Kuna mmoja alinifurahisha pale, alisema anataka kuwa photographer. That's a very open mind, and for him you can see si kitu ameinsightiwa, ni kitu iko ndani yake. Lakini mahali utaenda usikie doctor, huyo wa mwisho amesema juu amesikia huyu mwingine akisema. So please, I want us to be, tukienda nyumbani tuangalie kabisa. You sit down, you think and you assess yourself about the growth that you want to make in your life. Tuko pamoja? Aya. On that point, andika hapo note. Pray for what you want to become. And also pray for what or whatever that has made you stagnate in life. Sasa juu sahi wenye wamesema none, si wameelewa kwa nini hawajalan kitu. Sasa uombe hiyo nani yako sana. Hiyo ni stagnation, you're not moving. And don't allow yourself to be stagnant, because this world doesn't accommodate stagnant people. Mtu ambaye grow, hakuna kitu utagain. Na in the future when you become like us, utakuwa disappointed. Utakuwa wale watu ambao tunaenda ushago tunawapata hapo kwa kambi wamezuba. Why? You decided to be stagnant in life. So next time nikuja kuuliza, don't say none, nothing. You have learned nothing. Right now you have learned that you have to go and put effort in whatever you are seeing, in whatever you are learning, and in whatever you are entertaining yourself. Tuko pamoja? Kile ambacho, you see your norm, unajua kila mtu anajua program yake ya siku ama ya maisha venye iko. So ukikaa chini, when you evaluate yourself and you see, aka kama maisha nitakuwa tu vile nilikuwa last year, you have not grown. Then unafaa ukae chini ufikirie. Ukipata kama ni shule, teacher anafunza kitu, wewe unadhani umeshika, lakini exam ikikuja una fail. Sasa hiyo exam ndio inakuonesha kumbe hukushika. Si ndio? What are you supposed to do? So unarudi kwa teacher. Na msiogope walimu. Tuko pamoja? Msiogope walimu. Teachers are there to guide you and lead you. And 90% of the teachers, they are very good and they want your growth. Kwa hivyo please, next time tukipatana, tusiongelee mambo ya stagnation in life. Nataka tuongee, hapana, last year uliniambia hivi na hivi, ama nilisikia bishop amesema hivi na maisha yangu imechange hivi. If you're not born again, you can decide to be born again. You just have to come here uombewe. Then plus ukishaombewa, the life that you live outside there ndio ina determine. You know, bishop alituambia siku nyingine, alikuja katuambia kuokoka si vile saa hii tumekaa chini tunasikiza neno la Mungu. Anyone can do that. Mtu yeyote anaweza fanya hivyo, because hata saa hii tumekaa na tukapreachiwa na pia tutapreachiwa tena na tunasikiza neno la Mungu. Lakini kuokoka ni wewe ile wakati uko peke yako, kile kitu ambacho unafanya. So tuwezi achana hapa. Ukitoka uende nyumbani useme, huyu hata kuongea vizuri, huyo mtu hata ana adabu, anafanya hivi na hivi na hivi, uongee vibaya, then you're not born again.
Ukitoka hapa tena uambiwe na mzazi wako, kimbilia mafuta ya taa, unamrudishia. Wewe umeokoka kweli? Tumefunzwa aje na bishop? You respect what? Your father and mother. So if you don't do that and you just come here kila Sunday tunakuona una dance na unasifu, sisi utatufurahisha, macho yetu utatufurahisha, utasema ule anapenda Mungu, lakini Mungu anakujua ndani. So let us be mindful. Ukienda huko nje, who are you ukiwa peke yako? Ile wakati uko kwa bedroom kako, unafanya nini? Tabia gani unafanya? When you're using your phone, when those of us who have phones,